Naam, hujambo, karibu ndugu mtazamaji. Ni siku nyingine nzuri tukiwa tunakualika kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kuhusiana na habari za kimataifa. Hii leo Ndende Digital inaangazia kidogo kuhusiana na hali inayoendelea ama kumekuwa na majibizano ya moja kwa moja kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Kwa juma hili lote hali kidogo ya kiusalama ama kwa ujumla na majibizano yamekuwa ya kiwango kikubwa kwenye eneo lile la Amerika, na majibizano haya hasa ni yanaelekea kuwa katika hatari ya kivita. Ni rais wa Marekani Donald Trump akiwa Florida alinukuliwa akisema siku za rais Nicolas Maduro zimemalizika na Marekani inaweza kufikiria kuivamia Venezuela kijeshi. Sasa ni kwa nini wamefikia katika hatua hiyo? Lakini hata rais wa Venezuela naye kwa nyakati fulani alinukuliwa akieleza kwamba Venezuela ni taifa ambalo linajiamini, na kwa mara ya kwanza alisema hawana nia ya kuingia vitani na Marekani, lakini baadaye akanukuliwa akisema ikibidi basi kwenda vitani nchi yake pia iko tayari. Sasa kipi hasa kimepelekea kuwepo kwa hali hii ya mvutano kati ya mataifa haya mawili ya Marekani na Venezuela? Tuangazie. Mwenyeji wako ni mimi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, Salum Hamza. Kimsingi majibizano haya ambayo yamekuwa yanaendelea yamesababishwa na sababu kadhaa, lakini ukiangalia rais Trump amenukuliwa akisema ataivamia Venezuela, na sababu kubwa ni kusitisha ama kujaribu kukomesha shughuli za uuzaji wa madawa ya kulevya ambayo yamekuwa yakifanywa na Venezuela kuelekea Marekani. Hiyo ndio hoja kubwa ya msingi ambayo amekuwa akieleza rais Trump, kwamba Venezuela amekuwa ni moja kati ya mataifa ambayo yanafanya biashara ya madawa ya kulevya kuelekea katika taifa la Marekani. Lakini ukweli hasa wa hili ni upi? Ni kweli Venezuela kwa kiasi fulani amekuwa akisafirisha madawa ya kulevya kutokea Marekani kupitia bahari ya Caribbean kutokea Venezuela kupitia bahari ya Caribbean kuelekea Marekani. Lakini ukweli ni kwamba taifa la Venezuela lenyewe ni miongoni mwa mataifa machache tu ambayo yana kiwango cha madawa ya kulevya. Lakini ukweli ni kwamba yako mataifa ambayo ndio yana kiwango kikubwa cha usafirishaji wa madawa ya kulevya. Kwa mfano taifa la Honduras, Mexico ni miongoni mwa mataifa ambayo yanasafirisha madawa ya kulevya kwa kiwango kikubwa zaidi kuelekea nchini Marekani. Kwa hiyo kama ni hoja ya Trump ilikuwa ni kukabiliana na uuzaji wa madawa ya kulevya, basi itakiwa kwanza aanze kukabiliana na taifa la Mexico na taifa la Honduras ambao ndio wanasafirisha kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko Venezuela. Lakini ukweli ambao umejificha kwenye hili ni kwamba kumekuwa na uhusiano wa kidiplomasia ambao umeshuka kati ya mataifa haya mawili. Ikumbukwe miaka kadhaa ya nyuma mataifa haya mawili ya Venezuela na Marekani yalikuwa na uhusiano mzuri sana wa kidiplomasia, na baada ya rais Nicolas Maduro wa sasa wa Venezuela kuama kwenye mlengo wa kisiasa na kuendesha nchi katika mlengo wa kushoto wa communist, kumekuwa na hali ya kudorora kwa uhusiano wa kidiplomasia, na ilipelekea mabadiliko makubwa katika eneo la uuzaji wa mafuta. Ikumbukwe Venezuela ni miongoni mwa nchi ambazo zinaongoza kwa akiba kubwa ya mafuta duniani. Inakadiriwa Venezuela wana akiba ya mafuta takriban pipa bilioni 300, na hapo zamani taifa la Marekani lilikuwa na makampuni mengi sana ya uchimbaji wa mafuta kule Marekani, kule Venezuela. Lakini baada ya uhusiano wa kidiplomasia kudorora, makampuni mengi yalifukuzwa na kutaifishwa na taifa la Venezuela. Na hasa kiini cha sababu kilianzia hapo, kwamba baada ya Venezuela kubadili mfumo wa kiitikadi kuelekea kwenye mfumo wa kiitikadi wa kikomunist ambao ni mlengo wa kushoto,
mabadiliko haya yalichagiza ama yalipelekea kufukuzwa kwa makampuni mengi ya mafuta ya Marekani ambayo yalikuwa kule Caracas na maeneo mengine ya kuchimba mafuta na kuondolewa. Kwa hiyo sababu kubwa pengine inatajwa kuwa ni hiyo ya Marekani kukosa maslahi ya kimafuta kwenye eneo lile la Venezuela. Lakini pia ziko sababu zingine ikiwemo sababu za kiutawala. Wakati Nicolas Maduro akimlisi Rais Hugo Chavez mwaka 2019, kumekuwa na malalamiko kwamba amekuwa akiendesha nchi katika misingi isiyo ya kidiplomasia, na hata Rais Trump mara nyingi amekuwa akilisema hilo Maduro kwamba anaiendesha Venezuela katika msingi ambayo si ya haki. Kwa hiyo pia Marekani inajaribu kuendelea na mpango wake ule wa kawaida wa kufanya mabadiliko ya kiutawala kama alivyokuwa amejaribu kufanya kule Libya kumwondoa Rais Muammar Gaddafi, alipofanya kule Iraq Saddam Hussein na maeneo mengine. Bado mpango huo ananao Rais Trump wa kuondoa utawala wa Nicolas Maduro na kuleta utawala mwingine ambao utaendana sasa na Marekani, kwa sababu Maduro kwa sasa ameamua kuchagua mlengo wa tofauti na taifa la Marekani. Sasa hoja ya msingi ni kweli Rais Trump atafikia kiwango cha kuingia vitani na taifa la Venezuela? Hayo ndo maswali mengi yanaulizwa. Ikumbukwe Rais Trump mpaka sasa ameshashiriki kwenye zaidi ya migogoro 8 duniani ya kutatua, na mara kadhaa amekuwa akijinasibu kwamba Rais Trump ameamua kuwa na mpango wa kutatua mizozo inayoendelea duniani. Na ikumbukwe Rais Trump anawania tuzo ya amani ya Nobel Peace Prize ambayo mwaka 2025 aliikosa. Kwa hivyo ni kweli atakwenda vitani, ili hali Rais Trump anawania hiyo tuzo ya Nobel ya amani, ambayo ni moja kati ya sifa ni kuendelea kutatua migogoro inayoendelea duniani. Na ikumbuka mwaka 2025 alikosa hii tuzo, ilikwenda kwa mwanasiasa wa Venezuela, mpinzani wa Maduro, Maria Machado. Na pengine mwaka 2026 Rais Trump anawania kuipata hiyo tuzo. Sasa swali la msingi, atakwenda vitani kupambana na Venezuela ili hali anaiacha matamanio yake ya kushinda tuzo ya amani ya Nobel? Ni vitu ambavyo pia vinaendelea kusubiriwa kuona, na watu wengi wameendelea kuendelea kusubiri kama maamuzi hayo yatafanyika. Lakini kiuhalisia Rais Trump ameendelea kuiwekea vikwazo taifa la Venezuela, na mpaka sasa zaidi ya boti 20 za Venezuela zimekwisha kamatwa na watu zaidi ya 100 wamekwisha uawa kwenye kampeni hii ambayo Marekani ameiendesha kwenye eneo lile la Caribbean. Kwa hivyo atusubiri tuone kama Rais Trump kweli ataamua kuingiza nchi yake katika vita dhidi ya Venezuela, ama ataamua kusimama kutetea amani ili aweze kufikia malengo yake ya kushinda tuzo ya amani ya Nobel. Lakini mpaka sasa hali ya kiusalama na hali ya mahusiano kati ya mataifa hayo mawili yamekuwa katika hali mbaya sana. Tusubiri tuone kama Marekani atakwenda vitani ama ataamua kuendelea kupambania amani ili aweze kushinda tuzo ya amani ya Nobel. Ingawa mpaka sasa tayari amekushatunukiwa tuzo moja ya FIFA na Rais Gianni Infantino, ile tuzo ya FIFA ya amani. Kwa hiyo bado tuna imani ataendelea kupambana ili aweze kupata tuzo ya Nobel kwa kuendelea kuchagiza hali ya amani duniani. Nimefika tamati ya kipindi hiki, na nikutakie mapumziko mazuri ya sikukuu za mwisho wa mwaka. Asante sana.